Yes. Guys, tuendelee na pale tulipokuwa tumeishia, ambapo baba wa Kelvin alikuwa ameingia na akawa amekataza harakati ambazo zilikuwa zinaendelea pale ndani. Nini kilifuata? Twende nayo. Operesheni hiyo haitofanyika. Maneno yale yaligonga chumba kizima kama radi. Neema alisimama ghafla. Una maana gani? Kelvin naye akasimama kwa hasira. Baba, unafanya nini hapa? Lakini baba yake hakutetereka. Aliingia ndani taratibu, akiwa ameongozana na walinzi wake wawili waliovaa suti nyeusi. Uso wake ulikuwa mgumu kama jiwe. Nilikwambia ukae mbali na huu mtoto, alisema kwa sauti nzito. Kelvin akasogea mbele. Ni mwanangu. Mzee akacheka kwa dharau. Huyo mtoto ndiye atakayeharibu kila kitu nilichokujengea. Neema akatikisa kichwa kwa maumivu. Wewe mnyama, alisema huku machozi yakimtoka. Mzee akamgeukia haraka. Na wewe ulitakiwa kutoweka miaka mingi iliyopita. Kelvin alishtuka. Baba? Lakini mzee akaendelea. Nilikuonya, hukusikia. Dokta aliingia kwa wasiwasi. Samani, tunapoteza muda. Mtoto anahitaji operation sasa hivi. Lakini mzee akatoa faili mezani. Hospitali hii haitafanya operation yoyote bila idhini yangu. Kelvin akakunja uso. Unamaanisha nini? Adrian akatazama faili lile kwa haraka, kisha uso wake ukabadilika. Amenunua hospitali hii bro. Kimya kikaingia. Neema alihisi miguu yake ikilegea. Kelvin hakutaka kuamini. Umefanya hivi ili kuzuia mtoto afe? Baba yake akamkaribia polepole. Ninafanya hivi kukuokoa. Kukumuua mwanangu? Hasira ya Kelvin ililipuka. Alimsukuma baba yake kwa nguvu. Walikuwa karibu jana pale pale hospitalini. Walinzi walikimbia kuwatenganisha. Neema alikuwa analia huku akimshikilia Kian. Kupitia dirisha la emergency room, mashine zilikuwa zikitoa sauti ya haraka zaidi. Muda ulikuwa unaisha. Ndipo Adrian akapaza sauti. Kuna hospitali nyingine. Wote wakamgeukia. Adrian akaendelea. Tukimhamisha sasa hivi anaweza kuokoka. Dokta akatikisa kichwa kwa haraka. Ni riski kubwa sana. Kelvin akasema bila kusita. Tutafanya hivyo. Baba yake akacheka kwa dharau. Hamtafika mbali. Dakika chache baadaye, Kian aliwekwa kwenye ambulance. Neema aliingia ndani akiwa amemshika mwanawe. Kelvin alikuwa karibuni kupanda, lakini walinzi wa baba yake wakamzuia. Mwacheni! Kelvin alipaza sauti, lakini ghafla ngumi nzito ilimpiga tumboni. Kelvin akaanguka chini. Neema akapiga kelele. Kelvin! Ambulance ikaondoka kwa kasi na Kelvin akaachwa pale hospitalini akimwangalia mwanawe akiondoka, huku akiwa hana uwezo wa kufanya chochote. Baba yake alimsogelea taratibu. Nilifanya yote haya kwa ajili yako. Kelvin akanyanyuka, macho yaliyojaa chuki. Kwa
Mara ya kwanza maishani mwake alimchukia baba yake mwenyewe. Kuanzia leo, Kelvin alisema kwa sauti nzito, wewe si baba yangu tena. Mzee akaganda kidogo, lakini kabla hajaongea simu ya Adriani iliingia. Alipopokea, uso wake ulipoteza rangi. What? Neema akamwangalia kwa hofu. Nini kimetokea? Adriani akaanza kutetemeka, kisha akasema kwa sauti iliyovunjika, Ambulance imepata ajali. Neema alipiga kelele kali sana. Kelvin alihisi moyo wake ukisimama na dunia yao yote ikabadilika ndani ya sekunde moja. Guys, ni nini kitaenda kutokea? Je, Kian atapona kweli au baba huyu ndo sababu na chanzo cha hiyo ajali? Tusikose katika sehemu inayokuja ambayo itakuwa ni sehemu ya 10. Nina imani tutaenda kupata mengi kupitia sehemu hiyo. Cha kufanya, turn on notification, subscribe, like, comment ili kwa wa kwanza kupata video zetu. Comment ni nini kitaenda kutokea. Tuko pamoja sana. Sina cha kuongea zaidi ya kusema bye.